Asante Yesu, nakuhitaji Baba yangu, kwako nimekimbilia, mponya wa shida zangu, kwako nimejificha, rafiki wa moyo wangu, mbele yangu tangulia, ninaja nawe Yesu, Bwana ninakulilia. Sasa nimerudi kuwashukuru mashujaa wote mliopaza sauti nikiwa kizuizini, mimi pamoja na producer wangu, mawakili wasomi, vyombo vyote vya habari, kikosi kazi cha Injili, mlitutetea tena kwa hiari, na Watanzania wote kwa ujumla. Mungu awabariki sana, maana kazi yenu ni njema. Yote sijuti. Siku sita kizuizini peke yangu humo ndani, lakini ninasema yote sijuti. Baridi kali mwilini, huzuni moyoni, lakini hata hivyo yote sijuti. Ndugu zangu kuzuiliwa sinione kule ndani, lakini ninasema yote sijuti. Kwa ukali na majungu akaondoka na uchungu, pamoja na hayo yote sijuti. Nguo zote kuvuliwa, kwa dharau kukaguliwa, bado ninasemaje? yote sijuti. Bila hata kuthaminiwa, chumbani kupekuliwa, nawambiaje? yote sijuti. Dada sivyo wewe shujaa, dunia nzima inashangaa mbele umetangulia, sote tunakuangalia kwa hukumu ulopitia, wanyonge kuwasemea, na baada hayo wasema yote sijuti. Naona vema sana kuwa miongoni mwa watu ambao tunatafuta kutengeneza Tanzania yenye usawa, na ndio maana ninasema yote sijuti. Kwa ule wimbo najipongeza, maana kale sikuweza, ninatangaza hivi yote sijuti. penye uonevu kujitokeza, wajibu wangu kutimiza, kwa furaha ninasema yote sijuti. na hii ndiyo maana halisi ya uhubiri au Injili, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Isaya sura ya 1 na ule mstari wa 17. Twende msomaji. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Point, safi sana, point. Na hiyo ndiyo maana halisi ya Injili, full stop. Kwa msiyojua, kilichonikuta ni kwamba nilimba wimbo uliokuwa na lengo la kuwatetea Watanzania wenzangu, na ndio uliopelekea mimi kukamatwa na kuwekwa kizuizini pamoja na producer wangu, kisha kupewa kesi yenye madai ya kusambaza taarifa za uongo kwa njia ya mtandao. Na mbaya zaidi, kwenye hiyo kesi amewekwa na mtu ambaye alishare tu huo wimbo kwenye akaunti yake, naye ni mke wa mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile. Wimbo wenyewe ulikuwa hivi: Mbarikiwa amelalamika mtoto wake ameuawa, lakini mmepuza. Natuona nyani tu. Amepiga kelele zilizo na simanzi, mmempa na kesi. Natuona nyani. Ushahidi uliotolewa haendani na kesi. Hii ni kwa sababu Natuona nyani. pamoja na kulalamika viongozi mko kimya. Kuna nini? Natuona nyani tu. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba kichaa anayechekesha ni yule ambaye sio ndugu yako, na wali wa msibani ni mtamu ikiwa wewe haujafiwa. Ni kweli unaweza kurahisisha kwamba kufa ni kawaida, lakini inategemea na aina ya kifo. Na kijana mdogo kangolewa
maandamano na maskari huko Ngorongoro. Mnatuona nyani Taarifa tu. hii iko wazi, watu wengi wanajua na diwani alitangaza. Mnatuona nyani tu. Ukiingia mtandaoni utaikuta kwa upana, maelezo yameshiba. Mnatuona nyani tu. Rafiki wa moyo wangu, mbele yangu tangulia, nina haja nawe Yesu, Bwana ninakulilia. Kwenye rufaa ya siku zote, Bwana Yesu kasimame, watakaoleta matisho kwa jinalo wachutame, kavunje mailisho, wa dhambi wakainame. Nina haja nawe Yesu, Bwana ninakulilia. Kavunje mailisho, wa dhambi wakainame. Nina haja nawe Yesu, Bwana ninakulilia. Hallelujah.